بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى، أنكم تكي زيادة صلاة متميت محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea darasa yetu katika kitabu cha Sharh Usul Thalatha, na leo tunaangalia katika dalili ya kuwepo wa Allah. Leo tunaangalia dalili ya shar'i. Wanasema amma adillatu shar'iyya al-shar'i, kama dalalatu shar'i, dalili za kisheria ala wujudi Allah ta'ala, juu ya kuwepo kwa Allah ta'ala. Fa innal kitaba al-kutub as-samawiyya, basi hakika vitabu vilivyotoka mbinguni, kulluha vyote, tamtiqu bidhalika, vinatamka hivyo uwepo wa Allah, vinazungumza uwepo wa Allah. Wama jaat bihi min al-ahkami al-mutadhammina, na yale yaliyokuja na vitabu hivyo katika hukumu ambazo zilizokusanya al-masalihil khalqi, maslahi ya viumbe, dalilun ala annaha min rabbin hakim, ni dalili kwamba hizi sheria zote zilizokuja hizi na hukumu zote hizi zinatoka kwa Bwana. Dalili inatoka kwamba kutoka kwa Bwana hakim, mwenye hikma, alim, tena mjuzi, ambaye alimu bi masalihi khalqihi, ni mjuzi wa maslahi ya viumbe vyake. Wa ma jaat bihi min al-akhbar, na yale yaliyokuja katika habari kaunia ambazo zipo zenye kuonekana hizi, allati shahida alwaqi' bisadqiha, ambao vimeshuhudiwa kwa kutokea ukweli wa hivyo. Dalilu ala annaha min rabbil qadirun ala ijadi ma akhbara bihi, ni dalili ya kwamba yupo Bwana ambaye ni muweza, qadir, muweza ala ijadi ma akhbara bihi, kuyafanya yawepo yale ambaye aliyotolea habari. Yote yanatolea habari yametokea, yanaonekana kwamba zinajulisha hii yote kwamba yupo Bwana ambaye mwenye uwezo wa kufanya vitu hivi viwepo. Hizi dalili za kisheria ambazo zimekuja katika ayatu mbalimbali, zimezungumzia hivi katika vitabu vya Qur'an na vitabu vingine vilivyotangulia. Wa ama adillatu alhissi ala wujudillahi, ama dalili za kihisia ambazo zinajulisha juu ya uwepo wa Allah, famin wajhaini, basi kwa katika njia mbili. Ahaduhuma, moja ya hizo, annana nasma'u wa nashhad wa nushahid, haikatu sisi tunasikia na tunashuhudia, min ijabati da'in, kujibiwa kwa wale wenye kumuomba Allah na kuwajibu kuwatekelezea yale. Pia wa ghauthul makrubin, na kupata msaada wale ambao waliosongeka na mambo mbalimbali. Watu wanaomba kama mvua, na mvua inakuja, kuondoka shida mbalimbali zinaondoka, na zinashuhudiwa hayo. Wama yadullu dalalatun qati'an ala wujudi Allah ta'ala, na yale ambayo yanawajulisha juu ya uwepo, ni ujulishaji wa kukata moja kwa moja juu ya uwepo kwa Allah aliyekuwa juu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa nuhan iznada rabbahu iznada min qablu, nakumbusha wakati Nuhu, nabii Nuhu huyo, wakati alipoomba hapo mwanzo, kabla hapo. Fastajabna lahu, basi tukamuitikia yeye. Surah al-Anbiya ya 76. Waqala ta'ala, na vile vile amesema Allah ta'ala, in tastaghithuna rabbakum, kumbukeni wakati ule nyinyi mlipokuwa mnamtaka msaada Mola wenu, fastajaba lakum, na Allah akakuitikieni, akakupeni kile mlichokuwa mnamuomba. Al-Anfal ya 9. Wa fi sahih al-Bukhari, na katika sahih al-Bukhari, an Anas ibn Malik, kutoka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna arabia, hakika mwarabu mmoja, ni bedui huyo, mwarabu wa shamba, dakhala yawm al-jum'ah, aliingia siku ya Ijumaa, wa nabii sallallahu alaihi wasallam yakhutub, na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo alikuwa anahutubu hutuba ya Ijumaa. Faqal, akasema yule arabiyu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, halakal mal, zimeangamia mali, wajaa al-iyal, na familia zimekuwa na njaa. Fad'u Allah lana, basi tuombe sisi kwa Allah, tuombe tupate mvua.
wapate unufaike mali na watu na waji na viumbe, na njaa ziondoke kwa familia. Farafa ilayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mikono yake miwili, wadaa, akaomba, fathara sahab, basi mawimbi yakakusanyika pale pale, amthali aljibal, mfano wa mijiba ya milima. Falam yanzil an minbarihi, hakuteremka katika mimbari yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata anasema raaitu mataran, nikaona mvua yatahadar ala lihiyatihi, inadondoka katika ndevu zake, matone ya mvua. Wa fil jum'ati thaniya, na katika Ijumaa nyingine baada ile, maana mvua ilinyesha nyingi tu ikaja mvua baada ya kuomba. Katika Ijumaa thaniya, Ijumaa ya pili sasa, qama dhalika al-arabiyu, akasimama Mwarabu yule yule bedui yule, akaja tena, au ghairi au mwingine. Faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, tahaddama al-binaa, yamebomoka majumba, wa gharraqa al-mal, na mali zimezama, fad'u Allah lana, basi tuombe Allah sisi atuondolee hii mvua, ishakuwa nyingi, ishatuzidi. Farafa ilayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mikono yake juu, akasema, Allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah tuondolee sisi wala isije kwetu sisi mvua tena. Anasema, fama yathiru ila nahiyatin illa infajarat, basi haiendi upande mwingine isipokuwa ile mvua inachawanyika, yani mvua inachawanyika, inaondoka. Wa mazalat ijabat, na hakuacha kuwa kujibiwa dai na wenye kuomba, amran mashhuda, jambo lenye kushuhudiwa, ila yaumina hadha, mpaka siku yetu hii leo tunazungumza. Liman sadaqa al-lujui ila Allah, kwa yule ambaye aliyekuwa mkweli katika kurejea kwake kwa Allah na kumuomba, basi anajibiwa. Liman sadaka, wale ambaye anakuwa mkweli kabisa, lujuu, kule kurejea kwake ila Allah Ta'ala, kujielekeza kwake kwa Allah, akawa anajielekeza kiukweli, sio kiuongo uongo kama anafanya maskhara vile, basi majibu yanaonekana. Wa ata bisharaiti alijaba, na akaleta sharti zile za kujibiwa dua akazifanya, basi anajibiwa na hayo yanashuhudiwa. Walwajhu thani, njia ya pili, anna ayati al-anbiya allati tusamma al-mu'jizat, zile dalili za mitume ambazo inaitwa miujiza, inaitwa wa yushahiduha an-nas, na watu wameshuhudia, au yasmauna biha, au watu wanasikia, ni barahinun qati'un, ni dalili zenye kukata kabisa, ala wujudi mursilihum, yule ambaye mwenye kuleta miujiza ile, mwenye kuleta kwa mitume. Wa huwa Allah Ta'ala, naye ndio Allah aliyekuwa juu, tunafanya hayo. Liannaha umurun kharija an nitaqi albashari, kwani ni mambo ambayo yako nje kabisa kutokana na kuzungumza kwa kiumbe, kwamba azungumze tu yeye afu kiwe, iko nje kwake yeye, ambao yajiriha Allah Ta'ala ta'yidan lirusulihi, Allah anayapitisha mambo haya kama kuwatia nguvu mitume yake, wa nasran lahum, na kuwanusuru wao. Wa mithalu dhalika ayatu Musa sallallahu alayhi wasallam hina amarahu Allah, ni dalili ya Musa sallallahu alayhi wasallam wakati alipomwamrisha yeye Allah Ta'ala an yadhriba bi'asahu al-bahr, hapigi kwa fimbo yake bahari. Fadharabahu, basi alipiga, fanfalaqa 12 tariqa yabisan, basi zikafunguka bahari, ikatoa njia 12 ambazo ziko kavu kabisa, zilikuwa hazina maji, kavu kabisa. Itnaashara, zilikuwa 12 zikafunguka, tena yabisa, kavu kabisa. Walma bainaha kaljibal, na maji kati ya hizo njia hizo
kama milima yalikuwa. Njia zipo katikati huko maji kama milima. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Ta'ala, wa fa auhaina ila Musa, basi tulipeka wahi sisi kwa Musa, anidhrib bi asaka al-bahr, kwamba ipige kwa fimbo yako bahari. Famfaraka fakana kullu firqin katawdin adhim, basi ile bahari ikapasuka ikawa kila firka ile ya kuacha njia kama mlima mkubwa kabisa, njia ipo katikati. Surati Shuara aya 63. Inshallah Taala darasa hili taishi hapa, bado hajaendelea haya, hajaimalizika, bado zinaendelea mifano hii ya kuonesha dalili za kihisi kwamba zipo vitu hisini, mambo ambayo kama yanaonana kuyagusa mtu na anahisi na kuyaona kabisa. Basi inshallah tutasimama hapa, tutakuja kuendelea na mithalu thani ayatu Isa alayhi salam. Inshallah hii itakuja katika darasa inayofuata inshallah, na kuendelea maelezo mengine, bado maelezo marefu ya hii dalili hisi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.